Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Oh, hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza, 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 anaweza. Hakuna wa kufanana. Dallas niokoke. Dallas nimetoka shetani. Dallas nimpe Dallas mimi. Toka shetani, toka pepo mchafu, toka kwa jina la Yesu, toka, toka. Sio sauti ya Mungu hii. Hapa sio sauti ya Mungu. Hii sio sauti ya Mungu. Toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninakukataa kwa jina la Yesu, toka, toka ndani yangu. Muombe Dallas. Muombe Dallas niokoke. Dallas, nimwombe Dallas kweli yule mlevi ataweza? Nimwombe Dallas kweli? Inawezekanaje? Baba, katika jina la Yesu. Mungu, Mungu unayeweza. Baba wa rehema, ninakuomba uonekane kwa kijana Dallas. Naomba umsaidie, naomba umpiganie, naomba umtetee, naomba umuokoe, mtoe katika hatari ya ulevi, mtoe katika hatima ya ulevi, na mng'oa katika ulevi, na mng'oa katika mitalo, na mng'oa katika wezi, na mng'oa huko aliko kwa jina la Yesu, na mtoa huko aliko kwa jina la Yesu. Huna nafasi wewe shetani kushika hatima ya Dallas. Toka kwa jina la Yesu. Toka wewe shetani. Toka kwenye maisha ya Dallas. Toka kwa jina la Yesu. Ninakataa mipango ya shetani. Ninakataa kwa jina la Yesu. Toka juu ya maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Toka umea kuzimu. Ninamtoa katika ulevi. Ninamtoa katika ulevi. Bwana Yesu, onekana juu ya maisha yake. Hata nitakapoenda kuzungumza naye, Bwana nipate kibali. Bwana nipate kibali. Akanisikilize na akakukubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Usimwache kijana huyu. Usimwache kaka Dallas. Usimwache akapotea. Usimwache akaangamia. Nami najikabidhi mikononi mwako. Nitakapoenda uone utukufu wako. Kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nikombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, ni mwana wake kweli, mimi mwana wake kweli, mimi mwana wake kweli. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Karibu. Asante. Ona uchofu kuimba. Kila siku Mungu anakusikiliza wewe. Kila siku si hata kusikiliza. Yangu. Kama harakati za kumtafuta Bwana. Hapana, dada mwezi. Maana hii wewe tu. Sisi sasa wenye shida hatasikiliza. Baba mnanipa zawadi. Kweli? Kweli. Sasa sikia. Hapo una mishe gani?
Hapa ndo kwa najiandaa ili niende kwenye ibada ya zoni. Tena. Wewe unatoka kusali sasa hivi? Hapa nilikuwa naimba tu. Nasikia. Unasema nataka kwenda. Ibada sasa tunaenda hata kesho. Hapana ndugu yangu. Wewe lazima niende ibada ya zoni. Siwezi kuacha. Kule kuna hela. Yaani mimi nakwambia kuna hela. Wewe. Sasa usipotafuta hela, ibadani wale wanataka sadaka. Kwa sababu umezaa tangia asubuhi hapo umekuta kibao unasali twende. Hapana ndugu yangu, hapana. Twende basi shoga yangu kule kuna hela. Leo Jumamosi. Sasa kesho unaenda kutoa sadaka. Wachungaji wenyewe wanataka hela. Sadaka. Twende shoga yangu pale, naenda tu pale tunapiga tu kazi kwa. Then mapema utapata hela sadaka. Sasa kila kitu hela dada. Hela. Bila hela hata kanisani tu utaenda tu wachungaji atakuangalia atakwambia atakuhubiria mwisho wa siku akwambia sadaka. Ngoja nikwambie. Unajua anayetupa hela ni Mungu. Kila jambo tunalolipata hapa duniani yote tunalipata kutoka kwa Mungu. Sasa pia umesema ni Mungu. Weka hapa mimi nende nikatafute hela. Kaa hapo subiri nizishushu. Mungu anakwambia hivi. Niongeze na mimi nitakuongezea. Sasa wewe umekaa hapo unategemea niende ibada ya zoni. Sikai hapa, naenda ibada ya zoni. Sasa ibada ya zoni kwa wanagawa. Kama wanagawa hela. Kama wanagawa hela kule ni kwa nini rafiki yangu? Nilikuwa kwenye maombi. Nimesikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Yaani imenijia kwa kasi, imenijia kwa nguvu. Inaniambia ujue nini? Niambie Dallas. Aokoke. Dallas yule. Si unamjua? Ndio. Sasa ndio hapa ni bora niende ibadani. Dallas yupo na mzungumzie. Yule Chapombe? Ndio. Dada, naona umekosa kazi. Yaani kabisa na kuona umekosa kazi za kufanya. Yule Chapombe. Ukamwombee wewe. Halo. Naona kazi imeingiliwa sasa. Naona unataka yaani kasi upande kichwani sijui upande kichwani. Ndugu yangu. Bora tu mimi niende ibadani. Yaani nikwambia ibada si hata okoka. Niko hapa akiokoka nziko chini ya ardhi. Unajua anayeokoa ni Mungu sio mimi. Labda yaani mimi ndo nakwambia labda sio mimi. Ya darasa. Hamna mwokokaji. Ukatafuta wa kuokoa wengine. Sio ni darasa. Nenda. Darasa yeye mwache endelee kunywa pombe, agale kwenye mitaro, yeshauriwa. Sio ndio kafanya kazi nyingine shoga yangu. Hapo unaona kama umeshiwa kazi za kufanya. Kwanza na ushanitibua. Unaelewa? Kwanza ushanitibua kama unaenda kanisani wewe nenda, kama usinaenda wapi mimi na shoga yangu katafuta. Tunaenda wote. Acha mimi. Yaani kaacha kutafuta hela. Nikaambatana na wewe. Sasa shoga yangu. Ndije nikasikia shoga naomba hela. Ndio hivyo. Hata mimi sito. Shoga bye. Nenda kapambane na darasa wako. Haya, mimi ngoja sasa nijiandae niende ibadani. Siku njema. Na kombolewa damu ya Yesu. Mimi mwana wake kweli. Ni mwendo huu. Kwa mwendo huu ndio ambao utanifanya niende alafu nirudi kwa mtoto. Ndipo hapa sasa anamwambia yule mtumishi, usinipunguzie mwendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake alikuwa anajua ni wapi alikuwa anakwenda. Mwambie mwenzako ukijua unapokwenda. Mwambie mwenzako ukijua unapokwenda. Ukijua unapokwenda. Hautakiwi kupunguziwa mwendo na mtu yoyote. Hautakiwi kupunguziwa mwendo na mtu yoyote. Haleluya. Ukijua huduma ambayo Mungu amekupatia, hautakiwi kupunguziwa mwendo.
ukijua kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, hautakiwi kupunguziwa mwendo. Ukijua ni wapi ambapo Mungu anatamani akupeleke, hautakiwi kupunguziwa mwendo na mazingira, hautakiwi kupunguziwa mwendo na watu, hautakiwi kupunguziwa mwendo na majirani, hautakiwi kupunguziwa mwendo na maneno. Ukijua ya kwamba kuna safari ya wokovu hii ambayo umeanza nayo na inatufikisha kwa Mungu, kuna mazingira ambayo utakutana nayo, lakini kwa sababu unajua nina safari siku moja ya kwenda kukutana na Mungu aliye hai, utakutana na watu ambao hawaeleweki, utawaambia usinipunguzie mwendo, nina mahali ambapo ninakwenda. Sema amen. Sema amen. Mtu ambaye anajua anapokwenda hapunguziwi mwendo. Mtu ambaye anajua nini ambacho anakifanya hapunguziwi mwendo, hakatishi tamaa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho hicho ambacho kilikuwa kinamfanya. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina. Marhaba. Karibu sana. Habari za ibada? Nzuri kabisa, tunashukuru Mungu. Za huko nyumbani? Nzuri. Naendeleaje? Vizuri. Sasa baba, kuna jambo linanisumbua sana moyoni. Kuna sauti inanijia mara kwa mara ya kwamba nimshuhudie nani? Dallas tunafahamu. Ni yule kijana ambaye ana mlevi. Okay, ana matatizo. Ndio. Yaani sasa huyo kijana kila siku hiyo sauti inanijia, afu na mimi nashindwa kutambua kwamba ni sauti ya Mungu au ni ya nani, yaani ni mawazo yangu. Sasa hivi kweli unavyoona yule kijana anaweza kuokoka? Bila shaka. Kwa sababu Yesu alikuja duniani ili kutafuta wale waliopotea. Kijana anaweza kuokoka, usiwe na wasiwasi, weka imani yako, shuhudie matendo makubwa ya Kristo Yesu, atamsaidia. Sasa hii ni sauti ya Mungu kweli inayonijia au ni mawazo yangu tu? Hiyo hakika ni sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu aliagiza. Yesu alisema, enendeni mkawahubirie wale waliopotea ili wapate kurudi katika njia iliyo njema. Lakini bado mimi nina hofu, yaani hofu inanijia sana. Jipe ujasiri, imani yako, neno ulilo nalo ndani yako, utakapomshuhudia na kumhubiria habari za Yesu, anaweza kumbadilisha yule kijana. Yule kijana ni mlevi na ni mlevi sana. Yaani utafikiri pombe ziko ndani ya damu yake. Itawezekanaje? Inawezekana. Tafuta wakati mzuri ambapo hajalewa, umwelekeze, umhubirie neno, mshuhudie matendo makubwa ya Kristo. Hakika Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako ndiye atakayefanya kazi kwa ajili ya kumbadilisha yule kijana. Naona nielewa? Kwa sababu Yesu alikuja kutafuta wale waliopotea, na tabibu ni kwa ajili ya wagonjwa, si kwa ajili ya wale walio wazima. Kwa hiyo utakachokifanya wewe ni unasimama kwa niaba ya Yesu ambaye ni tabibu. Atamtibu yule kijana, atamuokoa yule kijana kupitia wewe, mtumishi wake. Unanielewa binti yangu? Ndio. Kuna lingine? Hapana baba, nimekuelewa. Una wasiwasi wote mwingine? Umeisha baba. Jipe ujasiri na moyo mkuu. Amen. Jipe ujasiri. Amen. Utafanikiwa. Unajua siku moja nilikuwa naenda sehemu. Nilipokuwa naenda sehemu, nilikuwa nimepanga dakika zangu kadhaa, kwamba hizi dakika hizi nikitoka hapa zitanifikisha sehemu ninapokwenda. Sasa ile bodaboda nilikuwa nimepanda siku hiyo, ile bodaboda ambayo nilikuwa nimepanda, ile bodaboda akawa anaendesha mwendo wa kawaida sana. Nikasema kwa huu mwendo ambao bodaboda anaendesha, manake nitachelewa
mahali ambapo natakiwa kufika kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia bodaboda, ongeza